kwenye kupanga malengo, jambo la kwanza ambalo tutaanza nalo ni vipengele muhimu ambavyo vinasababisha malengo yako yawe na nguvu. Yani malengo yako lazima uwe una uwezo wa kuwafuata. Sasa ili tujue kwamba malengo yako yana nguvu, ni lazima malengo yako yawe na vitu vitatu vya msingi. Kitu namba moja ambacho inabidi uwe nacho ni lazima uwe unayaamini malengo yako kwa namna moja ama nyingine. Ukiwa na imani juu ya malengo yako, utatafuta jitihada, utaweka nguvu, utapanga mikakati, kwa sababu kile unachokiona na kiamini kwamba kitatimia. Jambo la pili ni lazima uweze kuyafuata malengo yako, uwezo wa kuyatimiza. Ukiwa na uwezo wa kuyatimiza, umepanga kitu na ukakiweka katika mpango na ukaanza take action ili kuweza kuyatimiza, kuna uwezekano mkubwa sana wa kufikia malengo yako, sababu malengo yako yanakuwa yana nguvu. Lakini jambo la tatu na la mwisho, malengo yako ni lazima yawe yanakuhamasisha. Kwa maana namna moja ni lazima uwe na uwezo wa kila siku kuamka kuendelea kupambana, hata pale ambapo hali yako ipo chini, uwezo wako upo chini kwa namna yoyote. Hata ikatokea watu wanakuambia hutaweza, hautafanikiwa, ulimuona nani kafanya hivyo, ni lazima wewe, kwa kuwa umeshaamini, pia umeshaanza, ni lazima uwe una hamasa ya kukifanya kile kitu mpaka pale ambapo utafanikiwa. Kuna msemo mmoja unasema kwamba one day you will wake up and there won't any more time to do the things you want to do it now. Sasa huu msemo unamaanisha ya kwamba kuna siku utaamka, hautakuwa na muda wa kufanya vile vitu ambavyo ulitamani kufanya kwenye maisha yako. Muda wa kufanya ni sasa. Lakini pia kuna msemo mwingine unasema muda mzuri wa kupanda miti ulikuwa ni miaka 20 iliyopita, lakini muda mwingine mzuri wa kupanda hiyo miti ni sasa. Kwa hiyo kama tulishindwa mwanzo kupanga malengo, tunaweza tukaanzia sasa tulipo, bila kukata tamaa, bila kujali tupo wapi na hali zetu. Hiyo hali ambayo uko nayo unaweza ukaibadilisha. Kikubwa ni kuamua kufukuzia kile unachokitaka. Unaweza ukasema mimi sina cha kupoteza bwana, nimeshafika miaka 50, siwezi tena nikaendelea kupambana. Nataka nikuambie kwamba kuna watu wamefanikiwa wakiwa na miaka 80, wamefanikiwa na miaka 65. Mfano ni Sir Colonel Sanders, mmiliki wa KFC. Huyu mzee alifanya kazi mpaka anafikia miaka 65, alishakata tamaa ya maisha, akiamini kuwa hawezi kufanya chochote, akiamini kwamba umri uliofika ameshapoteza. Lakini yeye hakukata tamaa, akakaa chini, akaandaa mpango. Aliporudi mahala ya pili baada ya miaka 65, ndo akaanzisha kitu kinaitwa KFC. Mpaka leo kuna migawa ya KFC. Huyo mtu alishakata tamaa ya maisha na alishawahi kutamani kujinyonga, ikashindikana. Sasa kipengele ambacho kinafuata bidi tuzungumzie ni sifa za malengo. Malengo yenye sifa ni yapi? Ili tuseme kwamba haya ni malengo, ni lazima yawe na sifa kuu 5. Sifa namba moja ya malengo ni kwamba malengo yako ni lazima yawe wazi. Yani malengo yako ni lazima yaeleze unataka nini hasa kwenye maisha yako, kiasi kwamba ukichukua malengo yako ukampa mtu mwingine asome, haina haja ya kumuelezea, maana yake inakuwa tayari yeye ameshaelewa nini haswa unakihitaji kwenye maisha yako. Jambo la pili, malengo ni lazima yanapimika. Yani ukimwambia mtu malengo yako, ni lazima aweze kuyapima kwa namna moja ama namna nyingine. Sifa ya tatu ya malengo ni lazima yawe yanaweza kufikika au kufanikiwa. Ukiona unapanga malengo wewe mwenyewe unajua kabisa huwezi kufanikisha, hayo sio malengo, na hiyo sio sifa ya malengo. Malengo ni lazima yawe yanaweza kufikika. Na kujua kwamba hayo malengo yanaweza kufikika, hatuangalii kutokana na hali ambayo kunayo sasa. Tunaangalia kule ambako unataka kwenda, unaweza ukafikia kutokana na hali ambayo uko nayo na juhudi ambazo unaweza kaziweka. Sifa ya 4 ya malengo ni lazima liwe ni la kweli. Yani lengo lazima liwe ni la kweli, sio la kugushi wala la kuiga. Yani lazima liwe lina uhalisia kwa maana kamili. Lengo lako lazima liwe halisi kutokana na hali ambayo unaweza kufikia na hali ambayo uko nayo, na kule ambako unataka kwenda lazima kuwe kuna uhalisia. Na sifa ya mwisho ya lengo ni lazima liwe na muda maalum wa kulifikia. Yani kama unasema mwaka huu nataka ndani ya miezi 3 ya mwanzo ni save milioni 5, hilo ndo lengo. Lakini ukisema kwamba mwaka huu nataka niwe tajiri, hilo lengo lako bado
ukisema nataka niwe tajiri, haujaweka muda, hilo lengo lako bado hatujui sasa muda gani wewe utakuwa tajiri. Sasa kama unaamua unasema bwana, mimi baada ya miaka 5 nataka niwe tajiri wa kiasi fulani cha pesa, aidha ni milionea ama ni bilionea. Sasa ikitokea sasa umeshapanga malengo, una malengo yako, inabidi kitu kinachofuata ni kutimiza yale malengo. Sasa njia ya kutimiza hayo malengo ni kuanza kuchukua hatua ndogo ndogo ili kufikia malengo yako. Inabidi uanze kuchukua hatua ndogo ndogo kutokana na hali ambayo uko nayo sasa. Inabidi uanze na vile vitu ambavyo uko navyo kwa wakati huo, vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwa wakati huo, rasilimali ambazo unazo wakati huo unaweza kaanza nazo ili kuweza kufikia kile ambacho unakitamani maishani mwako.